kuuliza wale wamebeba mabango waweke mabango chini. Naomba muweke hii mabango chini. Kuna swali nataka kuuliza. Hata hiyo bendera weke chini tafadhali, kwa heshima kubwa. Shinyalu, munaniona vizuri? Hapa katikati munaniona vizuri? Pande hii munaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Na nyinyi ni kina nani? Ati nyinyi ni kina nani? Na hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Tumefika hatujafika? Tumefika hatujafika? Bana befwe mulembe. Mulambo nanga bulayi. Mulambo nanga bulayi. Ese mumanyire bulayi. Ese omwana wenye kwama waena. Kwama waena. Bungoma sekaligario. Lubukusu lubechanga lulume. Lakini luno mpaka murekerese lubukusu. Bana befwe muli moyo. Muli moyo. Balalo manga balinywe bari. Nyinyi ni waoga. Nyinyi ni waoga. Mutatoroka Kasongo. Kasongo anatisha nyinyi. Raundi hii tumeamua ya kwamba Kasongo lazima aende nyumbani. Nataka nimshukuru ndugu yangu Boni Khalwale pamoja na kikosi yake yote, wakiwemo Dr. Lishenga na wengine hapa Kakamega, ambaye wamesema lazima tufike hapa Shinyalu tuwasalimie, tujue mko hali gani, si ndio? Na mimi kama mtoto wenu nataka nichukue fursa hii kwanza niwashukuru. Miaka hii yote ambaye nimekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM, mumesimama na mimi. Mara ya mwisho tulikuwa Shinyalu, nilikuwa na mheshimiwa baba Raila Amolo Odinga, baba yenu. Wakati ule walikuwa wananiita Sifuna, wananiita katibu mkuu wa chama cha ODM, wananiita naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Lakini nyinyi Waluya mnajua kawaida, baba akikufa kwa boma, unasikia maango wameingia, wamechukua mjane, wameingia kwa store, wameuza mahindi, wamefungua ng'ombe za mwenda zake, wameuza nzige, waliingia ndani ya chama cha ODM baada ya baba kufa. Wamefurusha vijana wake wote. Walianza na huyu Osotsi, alikuwa deputy wa baba Raila Amolo Odinga, wakamtoa. Wakatoa watu katika kamati, alafu wakanifikia mimi. Wakasema wewe Sifuna hawezi kuwa katibu mkuu wa chama tena, hawezi kuwa naibu kiranja tena. Leo hii nimetembea Kenya mzima, vijana kule Taita Taveta walisema Sifuna wachana na hii vitu ya SG, tunataka kukupatia ingine inaitwa HE. Shinyalu oe. Nyinyi mnajua HE nyinyi? HE ni gani? HE ni gani? Ile ya pale juu. Hiyo ndio mnataka tuende tutafute? Mutatembea na sisi ama mutatutoroka? Mutatembea na sisi. Sisi kuna sababu tunasema Ruto akanyage kubwa kubwa. Hata kama wewe ni kipofu waoni, hata kama wewe ni kiziwi usikii, lazima umesikia kilio ya Wakenya kwamba ushuru imetulemea Kenya hii. Hatuna pesa kwa mfuko ya kupeleka watoto wetu shule, hatuna pesa ya kulipia watu wetu matibabu. William Ruto alituambia ya kwamba kwa sababu yeye ni rais, analeta mfumo wa SHA, ati kama wewe ni mgonjwa unaingia pale kwa hospitali ya Shinyalu ama ya Kakamega, unapata matibabu bure na unatoka bila kuitishwa hata shilingi. Nyinyi mnapata matibabu bure nyinyi? Mnapata matibabu bure? Sasa William Ruto anatuambia, ukimuuliza hii SHA inafanya ama haifanyi, anakuambia inafanya kwa sababu amesajili Wakenya wengi chini ya SHA. Tunamwambia William Ruto, SHA sio mahali ya kuandikisha watu. Tungetaka kujiandikisha tungeenda Huduma Center. SHA ilikuwa imalize mambo ya harambee ya kutoa watu wetu kwa hospitali. Kwa hivyo kama hajamaliza harambee hapa Shinyalu, ujue SHA imeanguka. Mheshimiwa William Ruto anatulazimisha ati tuishi kwa nyumba ya ghorofa 12, na sisi kama kawaida Waluya, munaona hii mnyama vile imetulia hapa. Mnajua hii mnyama, kati ya mimi na William Ruto nani anajua mambo ya kuku? Nani anajua mambo ya kuku? Ikifika wakati ya ng'ombe na maziwa tutakuita Mheshimiwa Rais.
lakini mambo ya kuku, sisi kama jamii ya Mulembe, sisi tunajua mambo ya kuku. Sisi hatulei kuku, tunaishi nazo bwana. Naambia William Ruto, hakuna Mluya anaweza kuishi mahali kuku yake haiwezi kuingia. Unatujengea nyumba gorofa 12, ndio wakora wako wanyongee kuku zetu gorofa ya 6 kabla ifike nyumbani. Haiwezekani, 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 haiwezekani. Aende nyumbani asiende, aende nyumbani asiende. Unatujengea nyumba gorofa 12, alafu unatuma polisi wako unawaambia wapige vijana wetu risasi ya mguu. Hiyo gorofa ilikuwa tupande na mkono, ilikuwa tupande na nini? Bila mguu unaweza panda na gorofa. Kwa hivyo William Ruto, sisi tunakuambia hatukuchukii, lakini kazi imekushinda. Wewe ulituambia wewe uko na PhD, ati yeye ni daktari wa miti na matawi. Mimi kama senator wa Nairobi nataka kuwapea ripoti. William Ruto aliingia msitu wa Karura, anakata miti kiholela ajenge vitu yake mahoteli huko ndani. Akaingia msitu wa Ngong Forest Reserve, anataka kuweka hati yaweke hoteli kule ndani. Ameingia Nairobi National Park, badala ya kuacha wanyama waishi pale, yeye anabomoa na kukata miti ati yaweke parking lot hapo. Saa hii nasikia amekuja Kakamega, amekujia msitu yetu hapa, amekujia msitu yetu hapa. Inawezekanaje wewe ukue daktari wa matawi, lakini wewe ndio mwenye kukata miti? Mimi Sifuna, mimi mnajua mimi ni wakili, si ndio? Mambo mingi itanishinda, lakini sheria haiwezi kunishinda. Wanatuuliza ajenda yetu ni nini? Mheshimiwa Ruto, sikia leo kutoka hapa Shinyalu. Ajenda yetu ni kurudisha demokrasia katika taifa hili letu la Kenya. Tunataka Shinyalu oe, tunataka mkue huru kuzungumza, si ati ukiandika kitu kwa Facebook kama Twitter unatumiwa masubaru. Tunataka wakijenga masoko tukue hai kutumia hizo soko, sio wanatuma polisi kutoka Nairobi kuchukua vijana kama kina Albert Ojwang kwenda kuwanyongea ndani ya sel. Hiyo mambo tumesema ikome kabisa. Tumesema tunataka kurudi kwa utawala wa kisheria, sio utawala wa mambo ni matatu ile William Ruto anatupeleka. Sasa mimi nataka niulize watu wa Shinyalu. Watu wa Shinyalu, nyinyi ni wazazi. Kama wewe ni mzazi, inua mkono juu. Inua mkono juu. Mimi nataka nikuulize wewe kama mzazi, kati ya barabara ya Rironi kukuja Mau Summit na maisha ya mtoto wako utachagua nini? Mtoto ama barabara? Mnataka watoto wenu waishi. Kwa hivyo mtuunge mkono, sisi wanalinda Azimio na linda mwananchi, tuweze kukomboa nchi hii yetu. Tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja. Sasa mwisho kabisa, kwa sababu barabara zote za Ruto kurudi zimefungwa, ameamua sasa ni kuhongana tu live. Anaita watu, aliita Marikuru, anawapea 10,000 pale. Akaita machief, anawapea 10,000 pale. Juzi ameita masoja, amewapea 10,000 pale. Nasikia next week anaita masingo mada awapige kitu. Next week baada hiyo ni mababy daddy, wale mlipangi shule ya watoto ambao mmezaa, mtaenda State House mpewe shilingi 10,000. Kitu ambayo nataka niwakumbushe, usichukue pesa peke yake. Kuna ile formula ya Olkalau. Sema Olkalau. Akikupatia shilingi 10,000, umuitishe mtungi ya gas akuongezee. Akikupea mtungi ya gas akuongezee viatu. Akikupea viatu akuongezee mattress mahali utakuja kulala. Akikupea mattress umuitishe transformer ya stima. Unataka hata wewe transformer kwa boma yako, si ndio? Kamueni hiyo ng'ombe kabla tuchinje bana. Hiyo ng'ombe isikufe na maziwa, si ndio? Wangapi wanasema ikamuliwe sawa sawa? Ikamuliwe sawa sawa. Sasa mimi nataka nikamilishe ili niwape wenzangu nafasi ya kuzungumza hapa. Kuna rafiki yangu hapa alikuwa gavana wenu, anaitwa Oparanya. Mheshimiwa Oparanya ni baadhi ya wale wamenilea ndani ya siasa. Nataka nimwambie Oparanya nikiwa hapa Shinyalu, mimi nakuheshimu sana mzee, lakini ile kitu ambaye nataka kutoka kwako, hata kama ukubaliani na siasa zangu za Sifuna, nataka unipe baraka yako mimi niende hii safari. Mheshimiwa Oparanya,
Mtoto akifika umri wa kutairi aende ambie baba yake yako tayari, amubole ali kumoyo kulimo. Baba yako hawezi kukuzuia. Unafunga chinyimba, unaingia kwa kiwanja, si ndio? Mheshimiwa Oparanya, kwa heshima kubwa usizuie safari ya vijana kujaribu kujikomboa sisi wenyewe. Manake hiyo miaka ya 2037 mnatuambia hatuoni tukifika kwa sababu Ruto anatuua kila siku. Mimi nakuomba Mheshimiwa Oparanya, nibariki niende hii safari, na nikifaulu kazi yako itakuwa kukaa chini ya mti, mimi nakuletea maziwa unalamba tu kama paka mzee. Shinyalu oye! Shinyalu oye! Wangapi wanasema twende mpaka mwisho? Twende mpaka kwa debe. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wacha nimkaribishe sasa gavana wa Trans Nzoia.